kuwasilisha taarifa kuhusu tathmini ya ujifunzaji katika elimu msingi. Tumeibrandi kama kidato cha pili. Tathmini tutaiangalia katika hali ya ujumla wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuko hapa kwa ajili ya mtoto wa Kitanzania, na mtoto wa Kitanzania ni national asset, na kwa hivyo ana deserve a fair chance in life, na hivyo anatakiwa kupewa equal access to quality education. Na jambo hili limewekwa wazi katika sera yetu ya elimu toleo la 23, sera ya mwaka 2014, lakini katika itifaki mbalimbali za kimataifa, United Nations Vision ya 2030 SDG number 4 inaelezea bayana kwamba watoto wote wapate haki ya elimu ambayo ni affordable, quality, accessible, flexible education. Na pia katika East African Vision ambayo tunaendelea kuitekeleza 2050, pamoja katika African Union Agenda 2063, the Africa we want. Kwa haya yote yameelezwa, lakini sisi kama nchi tukayakusanya yote hayo mazuri kwenye kitabu kimoja kinaitwa Dira 2050. Sasa baraza kazi yake hiyo kuendesha mitihani, lakini kufanya hiyo tathmini na kujua sasa watoto wanaozaliwa Tanzania na wenzetu mamlaka ya RITA wanavyowasajili kuanzia umri 0 mpaka miaka 5. Kisha sera elimu inasema akifika miaka 5 aanzishwe elimu ya awali. NECTA tunampokea mtoto akiwa na miaka 5 au miaka 6 darasa la kwanza, kisha anaendelea na mfumo wa elimu. Sera ikiwa imeeleza kwamba sasa tutatoka kwenye elimu ya lazima miaka 7 kwa elimu ya lazima miaka 10. Sasa hilo ni jambo ambalo la kuangalia wakati wote, ili mtoto akisajiliwa darasa la kwanza, safari yake ya elimu angalau ile elimu msingi basi akamilishe, awe amefika kidato cha 4 elimu ya lazima, na kutoka hapo kila mmoja anaweza akaelekea katika eneo ambalo atakuwa na interest. Mheshimiwa mgeni rasmi, nianze kwa kuelezea historical data za hali ilivyo katika upimaji wetu mbalimbali na mitihani yetu mbalimbali. Ukifahamu where you come from, inakurahisishia kudefine your destination, lakini pia kujua tunakokwenda ni sawasawa au tumekosea njia. Na tathmini ni kitu muhimu sana, kama ambavyo kila mmoja katika level ya mtu mmoja, taasisi, lakini na katika ngazi ya kinchi ya kitaifa. Sasa mwaka 2015 tulipofanya upimaji wa darasa la 4, lakini upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, lakini tulikuwa tukiendelea na mitihani yetu ya kumaliza elimu ya msingi pamoja na mtihani wa kidato cha 4 na mtihani wa kidato cha 6. Kwa hiyo ukiangalia miaka 10 iliyopita kwa darasa la 4, mwaka 2015 baraza lilipima shule 16,653. Leo au mwaka jana 2025 tumepima katika shule 20,508. Na wakati huo 2015 tulikuwa na wanafunzi 1,037,000, na mwaka jana tumepima wanafunzi 1,583,000. Na hali ya ufaulu haijabadilika, pamoja na kwamba idadi ya wanafunzi imekuwa ikiongezeka mwaka hadi mwaka kutokana na ongezeko la population yetu.
Ufaulu mwaka huo ilikuwa ni 88.81 na ufaulu wa mwisho wa darasa la 4 ni 88.91. Sasa katika eneo hili hata ubora wa ufaulu haukuwa umetofautiana sana, umekuwa ukiimarika mwaka hadi mwaka. Katika ngazi ya darasa la 7 utaona 2015 tulikuwa na ufaulu wa 67%. Katika watoto waliomaliza elimu ya msingi mwaka ule 775,000 ni 67% ndio waliokwenda kidato cha kwanza. Mwaka jana katika watoto 1,172,000 81.8 ndio waliofaulu na kufanikiwa kuingia kidato cha kwanza. Kwa kidato cha pili mwaka 2015 tulipima katika shule 4599, shule 4599, na wakati huo ufaulu ulikuwa ni 89.12. Kwa hiyo ukawa unapanda unashuka kidogo 1% au desimali, unapanda uko average 88, 89, 90, 91, 89, 90, 91. Ilipofika mwaka 22 baraza lilifanya mabadiliko makubwa katika uandaaji na utungaji wa mtihani, kutoka kwenye maswali ambayo yalikuwa yakipima content zaidi na kwenda kwenye maswali yanayopima umahiri, ile dhana ya competence education, competence based education. Kwa baada ya kufanya mabadiliko yale, Mheshimiwa mgeni rasmi, assessment inakuja baada ya teaching na learning. Kwa wakati ukifanya mabadiliko ya kuleta upimaji unaopima umahiri, yatarajiwa na ufundishaji nao uwe ni wa umahiri na ujifunzaji uwe ni wa umahiri. Sasa mwaka ule kwa kuwa ilikuwa ni mwaka wa kwanza, mwaka 2022, utaona katika jedwali hiyo kwa darasa la 4 kulishuka kidogo kutoka 86 mpaka 82. Kwa kidato cha darasa la 7 ilitoka 81 mpaka 79. Kwa kidato cha pili ilitoka 92 mpaka 85, na kidato cha 4 ilitoka 80, ilikuwa 87 na desimali, ili maintain figure ile ya mwaka uliopita. Kwa utaona tulibadilisha namna ya upimaji kwenda kwenye umahiri, na hatimaye sasa baada ya 22 mwaka 23 hali ikaimarika, mwaka 24 ikaimarika zaidi, na mwaka jana 25 ikaendelea kuimarika, kupanda kila mwaka. Na hii ni ufaulu wa jumla, lakini hata katika ubora wa ufaulu kwa mtihani wa kidato cha 4 tumetoka katika ubora wa ufaulu miaka mitatu iliyopita 36%, tukafika 43%, na mwaka jana ubora umefikia 47%. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini mwaka jana pamoja na upimaji tuliozoea kuendelea nao wa kawaida, tulianza utekelezaji wa mtaala ulioboreshwa. Kwa mara ya kwanza kidato cha pili tulipima mkondo wa amali, ambapo tulikuwa na shule 48, wanafunzi walisajiliwa 2267, na wanafunzi waliofaulu katika mkondo wa amali ufaulu ulikuwa ni 89.85, ambao ufaulu huu 89.85 ulikuwa ni zaidi kidogo kuliko ule ufaulu katika mtaala wa zamani. Na quality of pass, utaona ubora katika mkondo wa amali ulifikia 49.36, almost 50%. Tukisema ubora katika tafsiri ya Baraza la Mitihani ni madaraja ya daraja la kwanza, division 1, division 2 na division 3. Lakini katika mabadiliko haya pia mwaka 2025 baraza liliendesha upimaji wa darasa la pili, lakini ngazi ya shule, tunaita standard 2 national assessment, school based assessment. Hii niiweke vizuri, ni upimaji ambao unaratibiwa na Baraza la Mitihani, ndio dhana ya utaifa inapokuja hapo, lakini ratiba ni moja
na tool ya kupima ni moja, maswali yanayofanana, na mfumo wa kutuma hayo maswali wa kielektroniki ni mmoja, na mfumo unaotumika kurekodi hizo alama ni mmoja, lakini mtihani utasimamiwa na kuendeshwa na shule yenyewe na utasahihishwa na walimu wa masomo katika shule hiyo. Kwa upimaji huu tulifanya mwaka jana kwa mara ya kwanza kitaifa, na shule 20,865 zilishiriki. Wanafunzi 1,788,045 walifanya upimaji huo, na pass rate ilikuwa 89.9 na quality of pass ilikuwa 75.6. Hii maana yake nini, Mheshimiwa mgeni rasmi? Sasa hivi tunavyozungumza, tunafahamu watoto wote ambao hawajui kusoma na kuandika waliokuwa wamefika darasa la pili, na hivyo sasa hatutokuwa tunasubiri kumtambua mtoto asiyejua kusoma na kuandika akiwa darasa la 4. Sasa hivi tunazo taarifa hizo kitaifa, tunazifahamu kimkoa, tunazifahamu kihalmashauri, tunazifahamu kishule, na mkuu wa shule na afisa elimu na mwalimu mwenyewe anafahamu watoto gani hawajui kusoma na kuandika wakiwa darasa la 3. Kwa ukiangalia hiyo pass rate ni 89.85. Maana yake kufika 100 kuna 10% waliopimwa katika ngazi ya shule, mwalimu mwenyewe akasimamia akasaisha mwenyewe na wakadeclare wenyewe, hii 10% haijui kusoma na kuandika. Na hivyo sasa tuna jukumu ya kufanya ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha wanafunzi hawa sasa wanapewa remedial programs za kutosha ili umahiri wa kusoma na kuandika na kuhesabu waweze kuupata, na hivyo tusisubiri mpaka darasa la 4. Katika upimaji wa darasa la 4, kwa sababu huko nyuma ulikuwa ndio upimaji wa kwanza kabisa baraza linakutana na mwanafunzi akiwa darasa la 4, juhudi mbalimbali zimefanyika, na Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba niseme bayana hapa kwamba kumekuwa na maboresho makubwa sana. Wanafunzi wanaofika darasa la 4 wakiwa hawana umahiri wa kusoma na kuandika. Kama mtakumbuka, huko nyuma ilikuwa ikisemwa kwamba huenda mwanafunzi akapenya mpaka darasa la 7 akawa hajui kusoma na kuandika. Mwaka 22 tuliwatambua wanafunzi 25,841. Mwaka 23 tukawapata 15,616. Mwaka 24 wakapungua wakafika 8,960, na mwaka 25 mwaka jana wakapungua kufika 5,847. Kwa hiki tulichokifanya mwaka jana, ambao mwaka huu wako darasa la 3, kama kazi itafanyika kweli, mwakani itakuwa ni aibu kubwa tukiwa na namba yoyote ya mtoto anasijua kusoma na kuandika darasa la 4. Tunatarajia iwe 0, kwa sababu tumewapima darasa la 2, tunawatambua, na sasa wako darasa la 4. Bila shaka hakuna sababu ya kuwa na mtoto asiyejua kusoma na kuandika. Mheshimiwa mgeni rasmi, hali iko hivyo, lakini kwa kidato cha 6 utaona hali ya ufaulu kidato cha 6 imeendelea kuwa bora miaka kwa miaka, kwa miaka 10 mfululizo. Mwaka 2015 shule za advanced level zilikuwa 421 Tanzania, na wanafunzi waliofanya mtihani wa form 6 mwaka 2015 tulisajili wanafunzi 35,000. Form 6 ya 2015 shule 421, wanafunzi 35,000. Form 6 ya 2025 shule 977, wanafunzi 126,925, na ufaulu umeendelea kuwa 99.95. Kuna wakati unakwenda kutangaza matokeo, Mheshimiwa mgeni rasmi, msaidizi wangu wanaambia kiongozi, sasa hapa ufaulu umepanda. Namuuliza kwa asilimia ngapi? Ananiambia umepanda kwa asilimia 0.1 ngapi. Lakini ukiangalia mwaka jana ulikuwa 99.92. Mwaka wa nyuma yake 99.90. Mwaka wa nyuma yake 99.87. Mwaka wa nyuma yake 99.62. Kwa hiyo kwa kidato cha 6 kwa kweli watoto wanafaulu kwa kiwango cha juu, wanaopata division 1, 2
na 3 na kuendelea. Ukiangalia wanaopata division 4 na 0 ni asilimia chini, kwa sababu kama ufaulu ni asilimia 99.95, hata ubora wa ufaulu yani division 1, 2 na 3 ni asilimia 99.6. Kwa hiyo wanaopata division 0 na division 4 ni chini ya asilimia 1 combined. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa hii ni hali ya tathmini kwa ujumla kuanzia elimu ya msingi pamoja na sekondari. Tumefanya tathmini hii kwa ngazi ya sekondari, tukaangalia kimasomo kwa kidato cha pili na kidato cha 4. Katika masomo ya lugha zetu kuu mbili ambazo tumekuwa tukistahini mwaka jana, tumeanza kwa mabadiliko haya ya mtaala na sera, tumeanza upimaji wa lugha 3 za ziada, French language, Arabic na Chinese. Sasa lugha hizi mbili, Kiswahili na English language, ambazo tumekuwa nazo miaka na miaka, tumefanya tathmini na utaona katika upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili, somo la Kiswahili limekuwa likifanya vizuri sana na kidato cha 4 vizuri sana. Kwa somo la English language kidato cha pili kuna wakati linakwenda ufaulu unashuka, lakini habari njema ni kwamba pamoja na kushuka kidato cha pili, kwa sababu ule ni upimaji, juhudi huwa zinafanyika, na hivyo kidato cha 3 na kidato cha 4 unakuta somo hili ikifika kidato cha 4 linaimarika, na hatimaye kama ambavyo grafu inaonyesha, mwaka jana ilikuwa na ufaulu wa asilimia 79 kutoka asilimia 76 ya mwaka juzi, kutoka asilimia 68 ya mwaka juzi, tena kutoka 68 tena. Kwa nalo limekuwa likipanda mwaka hadi mwaka, na alama ya mwisho kabisa ni asilimia 79 ya mwaka jana. Kwa kimuktasari tunaweza kusema masomo ya lugha katika ngazi ya sekondari yamekuwa yakiimarika mwaka hadi mwaka, na hivyo yanakwenda vizuri. Katika masomo ya sanaa, social science, tuna masomo makuu ya civics, geography na history. Katika masomo haya, Mheshimiwa mgeni rasmi, katika upimaji wa kidato cha pili utaona yalikuwa yanakwenda, baadaye yanashuka, yanakwenda, yanashuka, na somo kama la civics ambalo sasa tumekwenda kwa mabadiliko ya mtaala halitokuwepo, badala yake tuna somo la historia ya Tanzania na maadili, na tupo kwenye kulifezi out ile somo kutokana na mabadiliko hayo. Lakini utaona somo hilo limekwenda kwa kidato cha pili ufaulu ukiwa huko chini, lakini na lenyewe kutoka ufaulu wa asilimia 30 na kitu kidato cha pili mpaka ufaulu wa asilimia 70 na kwa kidato cha 4. Kwa hizi pimaji za kitaifa katikati ya learning process zimekuwa na mafanikio makubwa sana. Ukiangalia somo la geography limekwenda vizuri huko katika ufaulu mzuri, mwaka jana limefikia asilimia 79, lakini kidato cha pili ilikuwa asilimia 57. Na somo la history hivyo hivyo limekwenda vizuri, kwa mwaka jana lilifikia asilimia 78 kwa kidato cha 4. Kwa masomo ya science na mathematics, masomo ya science na mathematics, hapa tuna somo la basic mathematics, tuna somo la biology, chemistry na physics. Physics is the king of science, the father of science, na mathematics the father of everything. Kwa hata civics unahitaji mathematics. Kwa kwenye mtaala kule na kwenye kanuni zetu za baraza, mwanafunzi lazima afanye somo la mathematics, whether utakuwa unakwenda kwenye mkondo wa sanaa, mkondo wa biashara, mkondo wa science, mkondo wa lugha, lazima ufanye somo la mathematics. Sasa haya masomo manne ya science kwa kidato cha pili kumekuwa na mfanano wa hali ya juu. Utaona ufaulu wa somo la physics na ufaulu wa somo la mathematics hauachani. Yaani hali ya physics na hali ya mathematics kidato cha pili kuna mfanano wa hali ya juu sana. Lakini masomo haya yanapofika koti ile kidato cha 4, utaona physics inaimarika, inapanda, somo la mathematics linabaki kuwa
mfanano kama ilivyokuwa kidato cha pili. Kwa somo la biology limekuwa likiendelea kufanya vizuri na somo la chemistry linafanya vizuri. Utaona wakati mwingine kidato cha pili linafika 30% lakini kidato cha 4 linafika 90%. Somo la mathematics kidato cha pili linafika 22%, mwaka mwingine 18, mwaka mwingine 19. Ikifika kidato cha 4 liko 20% na kitu. Sasa somo la mathematics, mheshimiwa mgeni rasmi, kuna juhudi mbalimbali zimefanyika, na ndio faida ya hizi tathmini. Kuna juhudi ambazo tumekuwa tukizifanya. Moja katika juhudi hizo ni kutoa feedback ya maeneo ambayo wanafunzi yamewasumbua katika mtihani. Kwa sababu sema mathematics wamefanya vibaya, lakini mathematics ni geometry, mathematics ni vector, mathematics ni algebra, mathematics ni calculus, ina topic nyingi. Sasa eneo gani ambalo ndiyo tatizo kwenye mathematics au ni topic zote? Kwa hiyo tumekuwa tufanye tathmini kujua katika mtihani wa mathematics wa mwaka jana eneo gani lilikuwa gumu na kwa nini wanafunzi wameshindwa. Mwaka juzi eneo gani lilikuwa gumu, kwa nini wanafunzi. Sasa ukija ukiona katika miaka 3, 4, 5 eneo linalosumbua ni hilo au ni hayo, kuna kitu kitafiti kinakwambia kwamba hapa kuna tatizo mahali fulani, kama ni katika ufundishaji au katika kukava hizo content syllabus au mbinu za ufundishaji na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo somo hili la mathematics limekuwa tunaliangalia katika muktadha mpana sana. Lakini baraza la mitihani liliamua kuachana na maswali ya kuchagua. Kwa mwaka 2024, mheshimiwa mgeni rasmi, tulibadilisha format ya mtihani wa darasa la 7 kutoka kuwa maswali ya kuchagua pekee na kuwa na maswali ya mchanganyiko. Na kwa somo la mathematics tukasema litakuwa ni maswali ya kukokotoa kuanzia swali la kwanza mpaka la mwisho. Kwa hiyo tulibadilisha format, na kweli wanafunzi walipokea format ile vizuri, na walimu na wadau wakaipokea, kwa sababu ilikuwa ni kilio pia cha wadau. Na tumekwisha fanya mtihani wa darasa la 7 kwa mwaka 24 na mwaka 25. Mwaka huu 2026 ndio tutakuwa na form 2 ya kwanza ambayo walifanya darasa la 7 kwa mtihani wa hisabati usiokuwa na maswali ya kuchagua. Kwa hiyo tukae tukisubiri sasa kuona, je, tulichopanda tutavuna haraka au tutavuna taratibu. The day you plant a tree is not a day you eat the fruits. Sasa elimu inahitaji vile vile taratibu. Uwekezaji na matunda ya elimu yanakuja taratibu. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kwa juhudi hizo mbalimbali tumeanza kuona dalili nzuri. Ukiangalia takwimu za somo la mathematics kwa miaka 4 mfululizo, mwaka 2019, mwaka 2020, 21, 22 ilikuwa ina ufaulu wa asilimia 20, halijawahi kuzidi 20. 19, 18, 20. Mwaka 23 somo hili likaimarika na kufika asilimia 25. Na mwaka 24 likafika asilimia 26.35. Na mwaka 25 halikupanda sana, lakini limebaki pale pale. Kwa hiyo kama hukupanda lakini pia hukushuka, ni dalili kwamba unaimarika. Mheshimiwa mgeni rasmi, nitoe mfano wa hili somo moja. Sama masomo tunayo mengi, naomba nitoe mfano wa somo moja. Kama leo tutasema sasa tu focus kwenye kulifanyia kazi somo la mathematics, kama ufaulu wa jumla
katika somo hili ndio 25%. Na tumechakata topic, tumeziona maeneo ambayo yana changamoto mbalimbali. Tukisema tupeleke nguvu sasa, utaona hiyo ramani inakuonyesha kwamba kwa kuwa ufaulu kwa katika 25% kwa somo la mathematics, basi huo ni wastani wa kitaifa. Kwa kama taifa tunahitaji kuweka nguvu za kutosha kwenye hilo somo. Lakini ukiwa na 25% au 26 national average, haimaanishi kwamba hakuna mkoa huko above hiyo national average. Kwa iko mikoa ina above hiyo wastani wa kitaifa, lakini iko mikoa mingine iko chini ya wastani wa kitaifa, na mikoa mingine iko chini ya wastani huo. Kwa hiyo ni eneo ambalo sasa hivi tunalichakata hizi data vizuri, na tumeanza huo utaratibu wa kuzitoa hizi takwimu specific kwenye ngazi ya mkoa, lakini na ngazi ya halmashauri. Ukisema mfano katika ramani inavyoonyesha hapo, ukipiki mkoa wote, sema nachukua mkoa mmoja, hiyo ndio hali ya mathematics kwenye mkoa mmoja. Kama uchukue hiyo red, uchukue hiyo red. Sasa hiyo red, kuna mkoa hapo huko kwenye red, lakini huo mkoa una halmashauri 11 au halmashauri 9. Inabidi sasa utafute tena hizo red katika hizo halmashauri. Inawezekana kuna halmashauri moja ina green. Katika hiyo red ya mkoa kuna halmashauri ina green, na kuna halmashauri ina light yellow, halafu kuna halmashauri ina red iliyokolea. Sasa tunazichakata, lakini hiyo ni tathmini ya ujumla. Nachoweza kusema kimuktasari ni kwamba kwa wastani huo wa somo la mathematics, hatuna mkoa ambao una wastani wa zaidi ya 40%. Haupo. Kwa mkoa uliofanya vizuri zaidi ni 30%. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tuna zoezi hili la tathmini. Tumefanya awamu ya kwanza mwaka 23 masomo 4, na yalichaguliwa masomo haya kama masomo magumu. Iliaminika mathematics ni somo gumu, biology wanafanya wengi, physics ni somo la science, English nayo ni somo katika masomo yalikuwa kisumbua. Lakini tulifanya tathmini ya awamu ya kwanza, na mwaka jana tulifanya awamu ya pili ambayo tulikuwa masomo yote yakiwemo na Kiswahili, chemistry, geography, history na civics. Sasa masomo haya tulitumia mbinu mbalimbali. Kwanza tulifanya timed test kwa masomo yote 9. Wanafunzi walipewa mtihani pakiwa hakuna polisi. Sasa kwenye uendeshaji wa mtihani hata kuna polisi na ana uniform, na kuna magari yamekaa pale na itifaki mbalimbali na nini. Watu wanaingia na siku hiyo chakula kinapikwa shuleni na heka nyingi na nini. Sasa tukasema tufanye timed test, wanafunzi wafanye huo mtihani katika hali ya utulivu. Lakini tukachukua topics za form 1 na form 2 by June. Na wanafunzi kidato cha pili wako 891. Kwa sababu hii ni study, ni kama research. Kwa hiyo tulichukua sampuli ya wanafunzi 10,919, na shule tulizochagua tulichukua wanafunzi 30 kwa kila shule ambao tuliwachagua randomly. Sasa kumwambia mkuu wa shule naomba wanafunzi 30, shule na watoto 200, aweza kukuchagulia wale, sema tutachagua randomly, ni Excel, una pick algorithm iko pale ina select randomly, sema wapo hao ndio watafanya huo mtihani. Kwa hiyo wapo wa A, wapo wa B, wapo wa D na nini, wakafanya huo mtihani. Lakini tulifocus kwenye kufanya hii study pia kuangalia sasa hali ikoje gender wise. Watoto wa kike, wa kiume, lakini tuna shule ziko mjini, nyingine ziko ni rural, lakini kuna shule za public, private. Lakini tuliangalia na mazingira ya kusoma. Wakati mwingine kwenye kusoma mtu anaweza akawa vizuri sana lakini akaathiriwa na mazingira ya nyumbani. Kwa hiyo home environment na school environment. Shule inaweza ikawa na mazingira mazuri sana yakamotivate mwanafunzi kusoma, na shule nyingine ikawa na mazingira ya wastani. Kwa hiyo tuliangalia eneo hilo, lakini tuliangalia na teaching na learning resources na processes. Learning resources za kitehama, learning resources za madarasa na mambo mengine yote kama tunavyofahamu learning na teaching resources na kwani. Lakini na ile process yenyewe sasa ya ufundishaji na ujifunzaji. Vipindi, uwajibikaji wa walimu, ufuatiliaji wa ratiba, vitabu, upatikanaji wake na mambo mengine.
Lakini tuliangalia vile vile, halafu inakwenda kwa mtu anayehitaji. Sasa kama umahiri huku haupo au experience ni ndogo, hiyo knowledge transfer itakuwa na mitikisiko, tunaita educational turbulences, itakuwa ni nyingi mno huko katika kudeliver hiyo content. Kwa hiyo tukaangalia teacher qualification na experience, halafu tukaangalia na student competence, ndio hiyo upimaji. Lakini na teacher competence, kwa sababu huo mtihani inawezekana mwalimu mwenyewe ukamsumbua. Usema anaenda kufanya mathematics. Je, mwalimu kwenye mathematics naye yukoje kwenye hizo topic? Kwa hiyo teacher competence na yeye iliangaliwa, lakini na curriculum coverage. Unaenda kumpima mwanafunzi, je, amefundishwa, amecover? Kwa hiyo tuliangalia na mambo mengine ya sera na kadhalika. Tulisema elimu ni jambo mtambuka. Kwa hiyo tuliangalia pia holistically, pamoja na mwanafunzi ambaye mwanafunzi ndio actor namba 1 kwenye hiyo process, na mwalimu ndio actor namba 2 kwenye hiyo process. Lakini kuna mzazi, kama mtoto haji shule, mtoro, wewe mwalimu hata ukawa nani hafundishi, kwa sababu umefundisha jana, yeye hayupo. Kesho unafundisha kitu kingine, leo yupo. Itaeleweka? Kwa hiyo tunasema tuangalie na eneo la parent guardian, lakini na member of school board, ile management ya shule pale. Kwa hiyo tulichagua mwalimu mmoja wa somo, mkuu wa shule, lakini na member wa school board na mzazi. Hawa tuliwachagua randomly kwa ajili ya kutengeneza hiyo sampuli yetu vizuri kufanya. Na response rate kwenye utafiti huu ulikuwa kwa candidate level ulikuwa ni asilimia zaidi ya 95 mpaka 97, na school level ilikuwa ni zaidi ya 70 kwa nabia. Kwa hiyo tunasema tunaweza tukaconclude kusema tutakachokuwa tumekiona hapa kana uhalisia kama tutakachukua na kufanya kazi vizuri. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tumeona katika study zote mbili, ile ya kwanza mwaka 23 na hii ya mwaka 25, zote mbili zimetuambia ni ukweli kuwa watoto wa kiume wanafanya vizuri almost kwenye masomo yote. Kwa tukilitazama hili swala gender, hiyo inaweza ikawa ni conclusion. Tumeangalia kwenye masomo 4 ya mwaka 23 na masomo 9 yote yakiwemo na yale 4 tulivyorudia tena, tuliona hiyo hali. Lakini tuliona by locality kwenye study zote mbili, shule za mjini zimekuwa zikifanya vizuri zaidi kwenye almost, tafuta average. Haimaanishi kwamba kule rural hakuna, hapana, ila average. Ukichukua average wengi kwa average percentage wise, unaweza ukamake conclusion kwamba kwenye masomo yote wanafunzi wa shule zilizoko mjini walionekana kufanya vizuri zaidi kuliko wanafunzi walioko. Kwa kuna swala la kimazingira na vitu kama hivyo kuangalia. Teacher qualification na yenyewe tuliangalia katika shule za rural na urban. Upande wa qualification hasa utaona tuliangalia kigezo cha wenye bachelor degrees, diploma, masters na other qualification. Kwa utaona gender wise wapo walimu wanawake kama asilimia 65 almost wana level ya bachelor, lakini asilimia 60 kwa male wana level ya bachelor, na tofauti ya locality rural urban kuna tofauti ya 57 kwa 67, lakini gap ambayo kama itafanywa kazi na inaweza ikarekebishika kwa haraka, na level ya diploma hivyo. Kwa hiyo tuliangalia hilo eneo nalo la teacher qualification na tumeona katika muktadha huo. Kwenye teacher qualification kama ambavyo nimeshalieleza, urban degree holders ni wengi zaidi kuliko rural, na female teachers ni wako slightly more qualified than males kwa asilimia hiyo 64. Teacher experience tuliona kidogo kutofautiana kidogo. Kwa study ya mwaka 23 waliokuwa na experience ya zaidi ya miaka 30 mpaka 40 walikuwa zaidi unawakuta wako katika shule za vijijini. Lakini kwenye study ya mwaka jana tumeona
kuna mfanano mkubwa sana. Walimu wengi zaidi wana experience ya miaka kati ya 0 mpaka 10, na hii imechukua zaidi ya 70%, na pia wamekuwa allocated fairly. Ukiangalia rural 72.8 na urban 72.4, na hawa ndio asilimia hiyo, na hawa wale wenye experience ya less than 10 years au 0 to 10 years ndio wamechukua asilimia kubwa sana, almost 3/4 wako kwenye kategori hiyo. Hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba wale wenye uzoefu mkubwa sana wakati wanaendelea kustaafu, kuna kundi kubwa sana la ajira kwenye miaka hii ya karibuni, na ndio maana unakuta walimu wengi sana experience yao ni kati ya 0 mpaka miaka 10. Kwa hiyo ni sahihi kusema kwenye kipindi cha 2000 miaka 10, kipindi cha 2015 mpaka 2025 ndio hiyo asilimia kubwa sana ya watu wengi wako kwenye uzoefu wa miaka hiyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuliangalia na grades ambazo mwalimu husika ali-attain kwenye mtihani wake wa kidato cha 4, kidato cha 6 na diploma ya ualimu, na tuliona takwimu ziko. Tuliangalia kwenye maeneo ya wangapi katika walimu hao, kama wewe ni mwalimu unaenda kufundisha basic mathematics. Kama wewe ni mwalimu unaenda kufundisha basic mathematics, je, kwenye basic mathematics ulipata A form 4? Ulipata A form 6? Kama sio A ulipata B form 4 au B form 6? Kama ni mwalimu wa somo ulipata hapo kwenye A, na kule kwenye diploma kuna B+. Ulipata hizo grade hizo. Kwa tukaangalia na ikatuonyesha kwamba kwenye masomo yale specific ambayo sema mimi ni mwalimu wa chemistry, kwa mimi ni mtaalamu wa chemistry. Kwenye chemistry huwezi kuniona hapa leo, utaniona kuanzia form 4. Utaiona chemistry yangu mimi unaniona kuanzia form 4. Unaniona kuanzia form 6. Unaniona na kwenye diploma na huko mbele. Au sema huyu ni mwalimu sasa amekwenda kwenye kulifundisha hilo somo. Tuliangalia tulichokiona, Mheshimiwa mgeni rasmi, katika somo la basic mathematics kijijini rural areas tulikuta 39.9, almost 40%, na urban 58%. Na takwimu hizo zinaendelea kwa masomo mengine na kwa level nyingine. Kwenye competence na wenyewe tulikuta walimu hawa kwa kiasi kubwa walipofanya ule mtihani walifaulu kwa kupata good na excellent. Kwa hiyo wengi waliweza kujibu ule mtihani. Ule mtihani waliufaulu kwa level ya good na excellent, ingawa tuliwapata asilimia ndogo sana 2 kwenye somo la mathematics walipata hiyo unsatisfactory. Kwenye curriculum coverage. Kwenye curriculum coverage kwa kweli tuliona kwamba kazi inafanyika, content inawasilishwa, iwe ni urban, tuliona zaidi ya 97% syllabus inafundishwa vizuri, na urban areas hivyo. Sasa ukifanya utafiti, unafanya tu wewe kwenye utafiti unakusanya tu data, baadaye kuja kuchakata, alafu una connect hizo data kama zinasomana vizuri. Kwa hiyo kwenye curriculum coverage 97%. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake hata kwenye somo la mathematics ni hivyo, curriculum coverage ni 97%. Sasa kama kama curriculum coverage ni 97%, halafu huku nakuja kuona halifanyi vizuri, maana yake coverage sio tatizo, kwa sababu huku tuna cover curriculum. Kwa hiyo hii nimesema niweke hivyo. Lakini kwenye teaching na learning gaps tumeona kwenye language of instruction kuna code mix sometimes kwenye lugha ya English na kwenye teaching na learning kwa asilimia hiyo 60, lakini
ipo pia kutumia matumizi ya lugha ya Kiswahili mahali ambapo pengine ungetumia English kwa asilimia 40. Kwa kwenye language of instruction hapo kuna kitu hapo tulikiona. Methods of teaching and learning, tuliona interactive lectures, questions and answers, guided discussion methods, zimeelezwa asilimia zake ziko hapo. Lakini kwa mshangao mkubwa tulipata zile case based, practical, project oriented scenarios ziko asilimia ndogo sana, less than 10%. Kwa maanake inatuambia sasa katika eneo la methods of teaching na learning ni eneo la kuangalia kweli, na hapa ndio inakuja sasa commitment ya mwalimu mwenyewe husika, lakini mamlaka ya usimamizi pale shuleni, mkuu wa shule, lakini mdhibiti ubora kuhakikisha kwamba kweli zile mbinu za ufundishaji ambazo mwalimu amesomeshwa darasani, kwamba ukifundisha history unafundisha hivi, ukifundisha biology unafundisha hivi, kwenye teaching techniques au teaching methodology, alafu una specialize masomo yako utakwenda kufundisha. Kwa mathematics nayo ina teaching methodology zake. Sasa kwenye application ya hizo teaching methods kwenye aina mbalimbali utaona interactive lectures kama ni asilimia 23. Maana yake kuna dhana ya lectures kuwa teacher centered na learner centered. Waweza kuwa mwalimu umesimama kwa unaongea tu mwenyewe, na ukamaliza ukatoka, ile interactivity. Interactivity. Kwa sababu una interactivity learner to learner, kwa sababu mwanafunzi lazima interact na mwanafunzi mwenzake. Kila mtu aliyesoma alifanya discussion, na discussion hufanywa na mwalimu. Discussion inakuwa ni learner to learner. Halafu kuna learner to instructor, ana interact kwa kiasi gani na mwalimu wake kwenye maeneo magumu yaliyomsumbua. Halafu learner to content, mwanafunzi ana interact vipi na kitabu. Learner to content, anakifungua kitabu, akikifungua anasoma, ana comprehend, au anasoma anapita. Kwa hiyo kuna hiyo, lakini kwa ujumla wake kwenye hilo eneo la project na case based limekuwa na asilimia ya chini sana. Kwa kuna hili eneo ambalo kwa kweli tunahitaji kwenda kulifanyia kazi kwenye kuimarisha mbinu za ufundishaji. Na hata kwenye somo la mathematics tunapenda kulitolea mfano sana. Ndio somo ambalo wenzetu katika maeneo mengine ambao ukiona ufollow mathematics tunafanya vizuri sana. Siri moja kubwa, ukiacha qualification, ukiacha commitment ya mwanafunzi mwenyewe na vitu vingine vingi, lakini mbinu ya ufundishaji inakuwa na sehemu kubwa sana ya kuwezesha kuinua ufaulu wa somo la mathematics. Okay. Learning management system kutumia sasa, kwa sababu kuna masuala ya technology, LMS, learning management system, kutumia wanaotumia kwa moderate na to large extent ni zaidi ya asilimia 60. Kwa hiyo kuna green light kwenye safari yetu ya kuelekea kwenye technology adoption, na hasa kwenye hizo mifumo ya ufundishaji na ujifunzaji. Sasa pamoja na kwamba maeneo mengine, sasa kwa nini hamtumii hizo online content? Kwa nini? Sababu ni issue ni internet access na connectivity, ambapo hiyo tumeiona kwa asilimia 36 kama ni issue kubwa sana. Kuna issue ya internal quality assurance, wadhibiti ubora, kama ni sehemu muhimu sana ya mfumo wa kwenye process ya teaching na learning. Sasa tuliona kwamba support inapokelewa kwa asilimia kati ya, kama ilivyoelezwa hapo, moderate to large extent ni asilimia 30 na ile 50 ni kama asilimia 80 hivi. Hii maana yake ni kama kuna asilimia 80, maana yake kuna asilimia 20 support from the internal quality assurance inahitaji kuimarishwa kwa asilimia 20. Sasa je, tunazifikia sehemu zote au baadhi ya maeneo na vitu kama hivyo? Lakini missing classes, utoro, kuna ambao wameshindwa kwa asilimia 82 health related, lakini family issues, na wengine long distance asilimia 10, na utaona hizo ukizijumlisha hazifiki 100. 82 na 22 ni 100 tayari, na ile 10 ni 100 na. Sasa kiasilimia
yalitakiwa maximum iwe 100. Sasa zikiwa hivi maana yake nini? Maana yake yuko mtu hapo ana matatizo mawili, yaani ana healthy related alafu pia ana family, au mwingine ana family alafu ana long distance, ndio zinakuja hivyo. Conclusion. Mheshimiwa mgeni rasmi, fact namba 1, FTLE study ya mwaka 23 na study ya mwaka 25 imetueleza kitu kile kile, japo sampuli tofauti, muda tofauti, shule tofauti, wanafunzi tofauti na vitu vingi tu tofauti, lakini results zimekuja zile zile. Fact namba 2, curriculum coverage excellent, adequate, lakini acquisition of the competence hasa kwenye mathematics bado iko chini. Kuna kitu hapa tuangalie. Fact namba 3, differences in performance ni evident kwenye gender na school locality. Kwa hiyo kuna strong external factors ambazo zina influence usomaji wa mwanafunzi. Kwa hiyo tuendelee kuweka juhudi zaidi katika hizi mambo mengine nje ya darasa, nje ya mwalimu na mwanafunzi. Yale mengine nje ya mwalimu na mwanafunzi yana impact. Sasa curriculum assessment zinakuwa na alignment. What was planned kwenye kufundisha? Tuliintend kufundisha nini? Tuliintend nini? Hii ipo kwenye sera na ipo kwenye mtaala, kwenye syllabus. Halafu what was taught? What is taught? What was implemented? Kwa sababu kulikuwa kuna plan, halafu kilichokuwa implemented. Halafu what is learned? Sasa hii tunaifahamu sisi watu wa upimaji. Tukienda sisi kwenye kupima, tunachukua mtaala, ndio memorandum of understanding, na sera na syllabus. Tunaichukua ile, tunaitumia ile kuandaa tool ya upimaji. Halafu tukienda kule kwenye kupima kule, sasa itategemea, kuna mwingine implement kama ilivyokuwa planned na kadhalika, lakini tumeliangalia hii sasa imetuonyesha kwamba yako maeneo ambayo tumefanya vizuri sana, yako maeneo ambayo tutahitaji kuongeza nguvu na kuwekeza zaidi. Strategic recommendations, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kama kawaida ambapo juhudi zinaendelea kwenye infrastructure, hili liko wazi. Nimeonyesha hapo presentation hii ilianza na idadi ya shule. Tunaona wanafunzi wa form 6 walikuwa 35,000 mwaka 2015, mwaka 25 walikuwa 126,000. Kwa hiyo enrollment inaongezeka. Sensa yetu tulikuwa milioni 61.7 ya mwaka 22. Dira ya 2050 inatuambia tutadouble 2050. Kwa hiyo tuna miaka 25 ijayo, hatutazungumzia milioni 60 sasa, tutazungumzia milioni 120 plus kuelekea milioni 130. Sasa population inavyoongezeka, enrollment ya shule ni zao la population. Sasa eneo hilo litakuwa linaendana na mahitaji sasa ya ukuaji wa watu na kadhalika. Lakini balanced and adequate provision and distribution of teaching and learning resources. Resources tunazo, vitabu, walimu ni resources, na resources nyingine zote. Ile allocation kulingana na mahitaji ya mahali husika kwa wakati huo, mahitaji ya wanafunzi na kadhalika. Lakini tunahitaji strengthen teaching workforce, walimu waliopo ambao tuna recruit walimu wapya, lakini in service training, staffing yetu na allocation ya hao staff kwenye shule mbalimbali. Na hiyo sasa izingatie masuala mbalimbali mtambuka, kwa sababu kule utakuta kuna watoto ni wasichana na wavulana. Kwa hiyo maana yake lazima vile vile na hiyo recruitment izingatie gender. Wawepo walimu wasichana na walimu wavulana. Kwa hiyo masuala ya takwimu ni muhimu sana. Na ili Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara iko kwenye hatua za mwisho za mfumo ule wa takwimu,
ili sasa takwimu zote za elimu ziweze kuzungumzwa katika mfumo mmoja. Sisi Baraza la Mitihani tumeshakamilisha integration na RITA, tunaelekea mwishoni na NIDA, hawa kama ni giants wa mambo ya data, na sisi tunamchukua mwanafunzi akiwa na miaka 5 au 6 tunakwenda naye. Kwa hiyo mifumo hii ikisomana vizuri na mifumo mingine ya takwimu za elimu yote, takwimu zote zikaa kwenye mfumo huo unaitwa ESMIS, zikaa hapo, basi ni rahisi kusema mathematics ya pale Nyang'hwale Geita, shida pale ni walimu, au mathematics ya Nyang'hwale shida sio walimu, walimu wapo, shida ni teaching methods. Au shida ya Nyang'hwale walimu wapo, wana experience, ma expert, teaching method wamefanywa mafunzo, lakini shida ya Nyang'hwale ni utoro. Kwa hiyo hizi sasa itakuwa inatuambia ku address issues specific ambazo sasa kulingana na resources zonazo lazima tuende kwa njia hiyo. Lakini ku promote parental na community engagement, lazima tuangalie eneo la maadili sasa. Maadili ya watoto, elimu bila ya maadili hakuna. Maadili lazima. Masuala mihadarati, mimba za utotoni na mambo mengine yote yanayohatarisha maadili ya watoto. Welfare support services, mentorship, counseling. Hili ni jambo muhimu sana. Psychosocial support. Mtoto anahitaji kujengwa na kuelezwa mambo mbalimbali ya ukuaji wake na hivyo. Adequate ICT integration kwenye teaching and learning resources. Kwa naangalia takwimu sasa hivi tulizonazo katika nchi yetu, tuna internet usage ya 808 petabyte. Petabyte ni mkubwa kuliko terabyte, na terabyte ni mkubwa kuliko gigabyte, na gigabyte ni mkubwa kuliko megabyte. Najua wengi hapa tunajua megabyte, MB za simu zile. Sasa tumeshafikia kwenye internet usage yetu katika nchi ya petabyte, na ikishafika 808 maana yake nini? 808 maana yake iko close to 1000. Kwa hiyo soon tutakuwa tuna exabyte ambayo ni kubwa kuliko hiyo petabyte. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukiangalia hapo katika teknolojia ya 2G, 3G, 4G, 5G. Katika 5G ile quality ya connection ni 30.1%, lakini ukiangalia kwa maana ya kudeliver educational content, kama 4G imetawanyika nchini kwa 94%. 4G sisi tulikuwa kwenye 4G juzi tu hapa. Hii mambo ya 5G ni juzi tu imeanza. Kwa hiyo tuliishi kwa 4G na tulidownload video kwa 4G, si ndio jamani? Tulipiga simu za voice calls kwa 4G, si ndio? Kwa hiyo 4G tuseme 5G kwa 28%, 30%. 4G kama imeshafika 94% kwa maana ya kuweza kufacilitate hiyo knowledge delivery na vitu kama hivyo, huo mtandao unatosheleza kwa maana 4G na hiyo 3 zote ziko above 90%. Mheshimiwa mgeni rasmi, lazima tu strengthen monitoring na evaluation. Sasa hapa kwenye monitoring tuka promote activity based and interactive teaching and learning. Watoto wakasomeshwe kwa vitendo. Kuna ubunifu hali ya juu sana. Hili nimekuwa naomba nitamke leo. Ushahidi wa wazi kabisa wa kisayansi upo. Mwanafunzi anaelewa kwa zaidi ya 90% kama akifundishwa kwa vitendo, kwa kufanya. Sisi mheshimiwa mgeni rasmi, upimaji wa kidato cha pili mwaka jana wa mtaala mpya mkondo wa amali kidato cha pili, waliopata division 1 mpaka 3 walikuwa 49%, almost 50%. Division 1 mpaka 3. Form 2 ile ya mkondo ile ya zamani, ubora wa ufaulu division 1 mpaka 3 30%. Sasa unaweza ukaona hiyo kwamba amali imeanza tu, imetupeleka mahali pazuri sana, almost 50%. Ikikaa mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4. Kwa hiyo mbinu za ufundishaji kwa vitendo ni kitu ambacho hakina mbadala,
lazima tujikite kuweka nguvu sana kwenye eneo hilo la amali na ubunifu. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, nichukue fursa hii sasa rasmi kusema nawasilisha. Asante.